Unaona malezi yana umuhimu gani katika jamii? Naam, malezi yana umuhimu mkubwa. Naam. Wakati kuzingatia kuna mambo mawili watu wanafaa kuyatilia kipaumbele. Mwanzo ni ndoa. Wenye kuoana, kwa sababu lazima wale ambao wanaenda kuoana wajue ndoa ni nini. Naam. Na hiyo mwisho ndio inakwenda kwa familia, ndoa na watoto wanazaliwa. Sasa ikiwa jamii itaelewa ndoa ni nini, na kisha jambo la pili ikaelewa malezi ni nini. Kwa sababu mtu akienda kuoa ajifundishe namna ya kuishi na mke wake. Na pili ajifundishe namna kuwalea wale watoto. Naam. Na hili ni jukumu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kuna umuhimu mkubwa kuwalea watoto vile wanavyostahili. Na hii ni katika topic yafaa kuangaziwa kila mara, kama vile nilivyozungumza kwamba si mara kwanza hili jambo kuzungumziwa. Na kwa nini kwamba kuna umuhimu kurudia mara kwa mara ni kwamba malezi inacheza dori kubwa katika kukuza jamii kwa kila upande. Ukiona kwamba jamii inazorota, mojawapo wa mambo ya kimsingi ambayo yamezorota ni malezi. Kwa sababu jamii inaanza na familia, na familia zikijumuika pamoja sehemu moja ndio zinafanya jamii. Kukiharibika kwa familia, jamii nzima kunaharibika. Na la kusikitisha, jamii yetu imefika katika hali ambapo kuna mambo yanaendelea ni kwamba lazima sasa tujirudie, tuangalie shida iko wapi. Sasa ndio maana hii topic ni muhimu izungumziwe mara kwa mara. Miongoni mwa umuhimu wa jamii ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika Qur'an. Asema kwamba wale ambao wataangalia familia yao vizuri inachangia katika mwanzo kujikinga na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara. Enyi mlioamini, mujikinge nafsi zenu na ahli zenu, ambaye ni mke na pia na watoto wenu. Hawa ni kwa ujumla ni ahlikum nara, na moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Sasa hii ni tahadhari kwamba hatufai kujikinga peke yetu. Tunafaa kujikinga mpaka na ahli zetu, ambao watoto ni katika ahli zetu. Tutajikinga vipi? Kwa kuwalea malezi mema, wawe ni watoto wema wenye kumwabudu Subhanahu wa Ta'ala. Kesho ya kiyama itakuwa tumejikinga wenyewe na pia tumewakinga wao. Kwa hiyo malezi mema yanatukinga na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ni kwamba malezi mema ni masuhulia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja ni mchunga na kila mmoja ataulizwa kwa kile anachokichunga. Akasema fal amir alladhi 'ala an-nas ra'in 'alayhim, amir kwa watu ni mchungaji kwao. Warajulu ra'in 'ala ahli baytihi, na mtu ni mchungaji kwa nyumba yake, watu wa nyumba yake. Wal mar'atu ra'iyatun an bayti ba'liha wa waladi, na pia mwanamke ni mchungaji kwa nyumba ya mumewe. Sasa kila mmoja ana jukumu Allah amepatia Subhanahu wa Ta'ala. Kuanza kwa amir, kiongozi, mpaka kwa mwenye nyumba, na mwanamume ndiye kiongozi katika nyumba. Yote ana masuhulia na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku ya kiyama atamuuliza. Ndio maana kuna umuhimu, kwa sababu mwisho utakwenda kuulizwa, na katika ile sababu ya kwanza tuliotoa kwamba mwisho utafaidika kwa kumlea mtoto au utakhasirika, kwa sababu mwisho ni kwamba utaulizwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kuelea watoto uzuri, kuelea watoto vema. Tunazungumza kuhusu kukutana tena kwa uzuri. Sisi hatuamini kwamba maisha yetu ni hapa ulimwenguni pekee yake, kuna na akhira. Unataka kukutana na watoto wako akhira kiasi kihali gani? Unataka kukutana nao kwa uzuri au unataka kukutana nao kwa ubaya, wewe na kulaumu kwamba kutekeleza wajibu wako ndio kwa vile hali ambao wako sasa mkao mwakimbiana siku ya kiyama? Hatufai kufikia katika hiyo hali. Ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema walladhina amanu
wattaba'atuhum dhurriyyatuhum walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin, wale walioamini na tukawafuatiliza wao watoto wao kwa imani, kwa wameamini pamoja. Alhaqna bihim, tutawakutanisha pamoja. Alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalin min shay, tutawakusanyisha pamoja siku ya kiyama na watoto wao, kwa sababu wote walikuwa wema. Na tutapunguza katika amali yao chochote. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia, ukiwa mwema na ukajitahidi watoto wako kwa mwema, siku ya kiyama mtakutanishwa pamoja, mtakuwa pamoja peponi. Ni furaha iliyoje. Na ikitokea kwamba kutekeleza majukumu yako kwa wale watoto wako vizuri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'din adu illa al-muttaqin, yani wale marafiki wenye uhusiano, watoto, wazazi, watakuwa baadhi yao ni maadui isipokuwa wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa siku ile utamwona mzazi wako, utamwona mtoto wako adui, kwa sababu mtoto wako anataka kushtaki na malipo ya wakati ule ni thawabu zako. Sasa hutaki ifikie hiyo hali, utakimbia mtoto wako ambaye kwa hapo ulimwenguni alikuwa ni kipenzi chako, lakini kwa sababu hukumlea vile inavyostahili, siku ya kiyama utakuwa ukimkimbia. Sasa Mwenyezi Mungu atutahadharisha Subhanahu wa Ta'ala. Pale kuna aya nyingine inavyosema yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Hiyo Mwenyezi Mungu atuambia siku ambayo yawma yafirru almar'u min akhihi, mtu atamkimbia ndugu yake, mpaka mama yake na baba yake, mpaka rafiki yake na watoto wake, na mtoto wake. Kivipi? Kwa sababu hukuchunga wajibu wako, hukuwa mchungaji mwema, na hawa wataka kukushtaki na hutaki kushtakiwa, unawakimbia. Sasa mtakuwa kila mmoja anamkimbia mwenza, kila mmoja ni adui wa mwenzake. Lakini ukiwa ni watu wema, ukawalea watoto wako vizuri, ndio utakuwa katika lile fungu la walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Sasa Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Amin rabbil alamin. Jambo lingine ambalo muhimu kuwalea watoto vyema, katika hadithi ya Imam Bukhari, Imam Muslim wa ghairi, anna Nabii sallallahu alaihi wasallam anasema, na ni hadithi mashhur, idha mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath, maadamu akifariki mambo matatu, yani vitu vyote katika amali zake zote katika isipokuwa amali tatu. Illa min sadaqati al-jariya, ikiwa kuna sadaqa jariya ametoa, au ilmun yuntafa'u bihi, au ilmu ambao watu wanafaidika nayo, au waladun salihun yad'u lahu, au mtoto mwema anamuombea dua. Sasa hapa kuna muhimu, kiwa na mtoto mwema ni kama investment yako ya akhira. Yeye atakuombea dua baada ushatangulia mbele ya haki. Zawadi pekee yake iliyobakia ni kupitia mtoto wako anayekuombea dua. Na leo kama hukumuombea, hukumlea vyema, atakuombea dua, hatakuombea dua. Itakuwa umeza mtoto tu ukamgharamikia, ukamwangalia, kisha wakati unamhitaji ukiwa mbele za haki, kwa sababu hukumwandaa kwa njia ambayo anaweza kuombea dua, hakuombea dua, na wakati utakuwa unamhitaji. Sasa lazima tuwalee watoto wetu wawe wema kiasi cha kwamba tukifariki wao watakuwa ni wenye kutuombea dua, au waladun salih yad'u lahu. Na kuna hadithi nyingi zinazungumza kwamba kwamba amombe mja Mwenyezi Mungu Subhanahu, kwamba Mwenyezi Mungu asema inna Allah la yuakhiru nafsan idha jaa ajaluha. Mwenyezi Mungu haichelewishi nafsi wakati wake ukifika, na mja anafaa kuomba an yurzaqullahu al-abdu dhurriyatu salihah,
Mwenyezi Mungu amruzuku kijana mwema, yaduuna lahu, wanamwombea dua, fayulhikahu duauhum fi qabrihi, ili dua zao ziweze kumfikia akiwa kaburini. Sasa kuna umuhimu yani, kama vile nilivyozungumza mwanzo, na kuna hizi ayati al-Qur'ani ambazo zinatia mkazo, kuna hadithi zinatia mkazo, na mwishowe kama jamii ikitaka kunawiri, jamii ikitaka kuinuka, lazima ianze kwa familia. Tarbia, namna ya kuwalea watoto. Lazima watu wawe na umuhimu kuangalia namna wanavyowalea watoto wao. Lazima jambo walizingatie, isiwe tu jambo la kawaida, tuna watoto tunalea tunapitisha muda. Lazima ufanye malezi kwa kusudi, kwamba unakusudia watoto wako wawe watoto wema. Kwa sababu hili halitokusaidia tu wewe ukienda mbele za haki, litasaidia mujtamaa kwa ujumla, na pia itakusaidia mzazi katika siku za mbeleni, hapa ulimwenguni ukiwa mzee. Wakati ukiwa mzee hujiwezi, mtoto aliosuluhika na uliomfundisha majukumu ndo ataweza kukuangalia. Yule ambaye hakusuluhika, hukufundisha majukumu vile inavyostahili, ndiye atazembea, na ndiye atabaki kuwa ni jukumu kwako wakati wewe unamhitaji, yeye bado ya kuendesha mbio na wewe ushazeka. Sasa ni mambo yana umuhimu yani. Kuna haya mambo mawili ambayo yafaa kuangaliwa: malezi na kusoma kuhusu ndoa. Some kuhusu ndoa na pia tusome kuhusu malezi ya watoto. Ndio pale mimi kijana yote akitaka kuoa, ndio kama katika nasaha kiwa nampatia, naambia kwamba angalie hizi nyanja mbili. Angalie ndoa aisome kwa uzuri, na watoto wana haki juu yake, asome namna ya kuelewa. Kwa sababu kila mtoto, kila stage ina mahitaji yake. Hata kwa mtoto kuna wakati atatembea, kuna wakati atakuwa ni teenager, kuna wakati atakuwa barobaro, kuna wakati atakuwa. Sasa yote hayo lazima umesoma namna ya kumfundisha na kumongoza. Na kila ukichelewa huwa ni ngumu zaidi kumongoza, lakini udongo upatilize ungali maji. Sasa hizi ni katika baadhi ya umuhimu wa ndoa, na kwamba sote tutafaa kuzingatia, na ni masuala mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza kwamba tutaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hili jukumu alilotupatia. Na Allah tujalie na watoto wetu kwa uwezo wake, kwamba ni tuwe marafiki, ni tuwe tupigana makamama siku ya kiyama, subhanahu siku ya kiyama. Tuwe wenye kunufaishiana, tusiwe ni wenye kukimbiana. Na hapa duniani pia watoto wetu ni wenye kutunufaisha tukiwa wazee tunahitaji, wasiwe ni majukumu juu yetu. Naam, shukran sana.